Sasa ile spirit ambayo ni everlasting inakuwa inafundwa inawekwa kwenye kamwili kadogo kama haka, alafu inaambiwa njoo duniani experience maisha kama mwanadamu. And the best way ya keep communication kati ya mwili na roho ni nafsi, the soul. So imagine nafsi inakuja kwenye mwili, ina experience maisha na wewe, you experience life, unasoma, unapata kazi, unaoa, unaolewa, unapata watoto, bla bla bla. And throughout this course ya wewe kuishi, nafsi yako inakuwa inarudi kwa your spirit to communicate vitu mbalimbali. Hapa ndo watu wa tunaingiza vitu kama dini, wengine wameamua kuingiza vitu kama spiritualism, wengine wameamua kuingiza vitu mbalimbali. So it is in this communication ya nafsi na mwili, nafsi na roho, nafsi na mwili, nafsi na roho, ndiyo inayoleta maana ya maisha. So the lighter your soul, nafsi yako ikiwa nyepesi, then maisha yako hapa duniani hayatokuwa yenye suffering. Yani, yes, you might experience pain, lakini you won't be miserable, kwa sababu you would understand kwamba suffering is a choice. Na kwa sababu nafsi yako inaweza kuhama, haikai kwenye mwili moja kwa moja na wala haikai kwenye roho moja kwa moja. Wale ambao inakaa kwenye roho moja kwa moja ndio tunaita maguru. Tunaonaga hao monks, mapadri, masista, wale walokole ambao they don't even want to mingle na the rest of the world. That's how it feels when the soul just wants to stay on the spiritual side. Lakini when the soul also wants to stay only on the physical side, ndo tunasikia mtu anakuambia I feel stuck. I have everything, nina hela, nina magari, nina majumba, nina kila kitu kwenye haya maisha, lakini I feel stuck. Kwa sababu there is no that spiritual connection. Tumeelewana? Sasa, does a lighter or a heavy soul play any role kwenye afya ya mwanadamu? The answer is absolutely yes.